So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kuchilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. And I have no doubt in my mind. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of act of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. That must be dealt with finality. Kenya iko salama. Tangu rais aingie ofisi, Mheshimiwa Profesa Kindiki akiwa waziri wa usalama wakati huo, tulikuwa na mashida nyingi kwa Kenya. Mambo ya banditry, challenges ya Al-Shabaab, mambo ya mashamba, tulikuwa na conflicts kwa kila mahali. Nilikuja nikashikilia kazi hiyo na tumedhibiti mambo ya usalama kwa Kenya. Now Kenya is one of the safest places in this continent. Let me say this without fear of contradiction. The only challenge we feel and face as a country is insecurity caused by politicians ambao hawana sera, wanapanga vijana na goons wa kupeleka kwa mikutano, wanaenda kuleta vita kati ya ndugu na ndugu. Badala ya mtu ya kuitisha mkutano wake na kuenda kuuza sera, yeye anatembea na watu ambao ni watu wa kupiganisha watu na kupiga watu. And I was seeing another one who was formerly a leader in this country, akiongea kwa television hapa ati insecurity imezidi. The only time huyo mtu wa half term, hata kufika half term, huyo wa quarter term anakuja kuongea hapa, na huyo quarter term kwa constitution ni no term, kwa sababu inahesabiwa kama you never served. Nilisikia akisema ati Murkomen, unajua akiamuka ni Murkomen, akilala ni Murkomen. Ruto Murkomen. Na shida yake anasema ati tumeleta insecurity. But the truth is this. He is the chief negotiator ya goons kwa Republic of Kenya. Na wakati goons yake wanapigwa, siku hiyo ndio analia peke yake. Ningetaka kusisitiza ya kwamba tunaenda muda wa kufanya elections. Mimi nataka niseme kwamba idara ya usalama iko imara kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaendelea kuishi kwa usalama. Hatuwezi kukubali kwa njia yoyote mtu mwenye atachochea vita kati ya ndugu na ndugu, kati ya jirani, vita za ukabila, cheche za maneno ambayo inaleta malumbano. Sisi tumesema kwamba mtu yoyote mwenye atajihusisha na mambo hayo atachukuliwa hatua ya kisheria.